Nawasalimia ndugu zangu kwa neema ya Mungu tuliyopewa ya siku ya leo ambayo imempendeza Mungu. Kwa majina yangu naitwa Pastor Musa Mwananzumi. Niko hapa Galilaya maeneo ya Wisdom, lakini natumika chini ya Heshima Christian Church. Na leo nimependa tujifunze jinsi ya kujenga msingi ulio imara katika maisha. Walio wengi wanapata shida kwa sababu misingi yao haiko imara, misingi haina nguvu. Leo natamani ujenge msingi wenye nguvu. Jambo la kwanza, unapojenga msingi ulio imara, unahitaji umakini mkubwa sana ili kufanya kitu imara. Watu wengi hawako makini katika kufanya mambo ambayo yanaweza yakawasaidia baadaye. Sasa unahitaji umakini, lakini namba 2, unahitaji Roho Mtakatifu ili akupe maelekezo juu ya msingi unaojenga, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo msaidizi, ndiye anayeweza kumsaidia mtu katika eneo lolote. Sasa watu wengi hawana hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndiyo yuko makini, lakini Roho Mtakatifu hayupo ndani yake. Kwa leo natamani ili upate maelekezo ya kufanya kitu imara ambacho hakitaharibika leo wala kesho, unahitaji Roho Mtakatifu akupe maelekezo. Lakini msingi ulio imara umebeba maono. Msingi ulio imara umebeba maono. Yaani mtu anapotaka kujenga msingi ulio imara, akikosa maono, manake ule msingi unaweza ukaharibika muda wowote. Sasa natamani ujue mambo haya machache ambayo natamani uyafahamu na uendelee kutembea nayo. Kwanza, unahitaji msingi ulio imara kwenye maisha ili kusudi wengine wanaokuja waweze kufika kwa umakini. Sasa msingi ulio imara umebeba maono. Nafikiri hiyo ni point yangu ya 4, lakini vision, manake maono yanakaa kama vision kwa ajili ya kuweka foundation nzuri. Lakini namba 4, msingi ulio imara unajengwa, kuna vita ambayo lazima itokee. Kuna vita ambayo lazima itokee kwa mtu ambaye anajenga msingi ulio imara. Lakini vitu hivyo na vita inaweza ikatokea dhoruba, upepo mbaya, kwa sababu ya kuharibu kile ambacho unakijenga, kwa sababu ni imara. Sasa hivyo vitu unavishindaje? Unapojenga msingi imara, cha kwanza unahitaji imani. Imani inaweza kukusaidia kufanya kitu kilicho imara. Lakini pia unahitaji ujasiri. Lakini pia unahitaji nguvu au uwezo. Lakini unapojenga msingi imara, unahitaji mambo kama hayo. Unahitaji imani, unahitaji ujasiri, lakini unahitaji nguvu, lakini pia maombi kwa ajili ya ujenzi huo. Lakini pia msingi unaojengwa kwa thamani lazima uwe na vitu ambavyo vifuatavyo. Unahitaji nguvu. Unapojenga msingi wa thamani, unahitaji umakini, kwa sababu vile vitu vimebeba thamani. Kwa hiyo usipotumia nguvu au usipotumia thamani, unaweza ukajikuta unafanya vitu ambavyo haviko vizuri. Hebu tuangalie kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Msomaji, kama unaweza ukanisomea kitabu cha Wafalme 5 ile sura mstari wa 17. Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Mfalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Mfalme akaamuru, nao wakaleta mawe makubwa, mawe ya samani, ili waweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Ukaona mfalme hapo anaamuru, akawaambia walete mawe makubwa tena ya samani, ili wayaweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Kwa hiyo wewe unapotaka kuchonga msingi imara kwenye maisha yako, jambo la kwanza unahitaji kufikiri vitu vya thamani, kwa sababu ile ni thamani unaiweka. Sasa watu wengi wanashindwa kuweka thamani kwenye maisha yao. Kwanza unahitaji wewe mwenyewe ujue unachokifanya, maana maono unayokuwa nayo yanaweza kuleta faida. Lakini sifa za msingi wa kiroho, kuto kuharibika kwa changamoto. Sifa za misingi ambayo tunahitaji kuijenga kiroho. Sifa namba 1 ya mtu anayejenga msingi wa kiroho, huwa hauharibiki kwa uharaka.
Yaani hauwezi kuharibika kwa changamoto. Changamoto nyingi zimeharibu maisha ya watu, kwa hiyo vimepotea vitu vingi. Unakuta misingi yao na vile walivyokuwa wanavijenga wakati ni wadogo wanashindwa kuvithamini kwa sababu hawakuvijenga katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo leo natamani uanze kujenga vitu katika ulimwengu wa roho. Lakini maisha ya mwanadamu, tunaweza tukaangalia hapo kwenye kitabu cha Zakaria 12 mstari ule wa kwanza. Anasema, ufunuo wa neno la Bwana juu ya Israeli. Haya ndiyo asemayo Bwana, azitendaye mbingu, auwekaye msingi wa dunia, aumbaye roho ya mwanadamu ndani yake. Mungu anatengeneza. Ni ufunuo ambao Ezekia au Zakaria aliupata ili aujenge msingi ndani ya dunia, manake ambaye ni mwanadamu. Kwa hiyo unapoangalia vitu kama hivi, kuna vitu fulani ambavyo unaweza kujifunza, lakini unahitaji kujenga vitu ambavyo havitaharibika. Mtumishi wa Mungu, watu wengi wanahangaika kwa sababu wamejenga vitu ambavyo vinaharibika, havijawahi kuwaletea matokeo. Natamani uambatane na sisi ili kusudi tuelewe namna gani tunaweza kujenga misingi ya maisha yetu na kuwajengea watoto maisha yao ya baadaye. Lakini pia uelewe kwamba kujenga vitu hivi vinahitaji umakini, lakini vinahitaji thamani kubwa, lakini pia muda wa kutosha. Huwezi kujenga mambo makubwa kwa muda mdogo. Pia hata kujifunza katika haya unahitaji muda mwingi wa kutufuatilia ili kusudi uweze kujua ni jinsi gani tunaweza kujenga msingi, na hapo ndipo tutakapokuwa tunajenga vitu imara kwenye maisha yetu. Amen. Safari yetu ni